ya kuelekea Tanga. Kwa nikaacha voko yangu. Na siku niko ofisini napiga masuala ya lunch nini nikapigiwa simu na Master J. Adimu sana wakati walikuwa wanapigiwa simu. Walikuwa na simu walikuwa wachache mno. Na tulikuwa tunatumia simu nyingine ilikuwa na Motorola A130 kama nakumbuka. Analog ilikuwa inaitwa Motorola. Antena moja ndefu. Adamu utakuwa ulikuwa huna simu hizo. Kabisa. Kwa nikapigiwa simu bwana J. Bwana ile voko bwana mimi nimejaribu kutengeneza beat kuivalisha ile voko yako. Unaona kwa hiyo imekuaje? Kwa hiyo tutumie tena ile beat ya P-Funk. Anasema ile tumeona kama namna gani hivi, hata P-Funk mwenyewe amesema bwana hii kitu vipi, lakini kafurahia nilichokitengeneza juu yake. Akanisikilizisha kwenye simu. Okay. Bwana wewe. Nikisikiliza sasa utamu kwenye simu na yale masimu alikuwa na sauti kidogo nipate ile. Nikamwambia mwanangu hapa Jumamosi, kwa sababu ndio napata nafasi Jumamosi nadondoka huko nije kuisikia vizuri. Kuna kuja kuingia huku ndo naikuta sasa ile bongo Dar es Salaam imetengenezwa na Master J. Ndio na email akutumia kwa email nini? Hakuna email, hakuna vitu vyote, kila kitu kilikuwa analog. Ndio baba. Kilikuwa analog na vitu kama hivyo. Kwa hiyo hata mtandao ulikuwa analog. Kadipo kipigo na simu. Nakumbuka. Kwa hiyo kwa staili hiyo, kwa ndio ya kwanza kurekodi katika Machozi Jasho na Damu ilikuwa ni bongo Dar es Salaam. Okay. Na somo kweli ilikuwa ni moja kati ya ngoma ambazo ziliwashtua watu wengi kwa sababu hakuna mtu aliamini kitu kama kile kinaweza kutokea, na hamna mtu aliweza kuamini kama Master J angeweza kutengeneza beat over the vocal. Najua ile vocal imeanza afu beat ije juu yake na ikatoka kitu kama kile. Yaani kwa kifupi tu angala anachosema profesa hapa. Yeye alikuwa ni mnoma kuliko hata producers ambao watengeneza beat. Yaani muziki wa Tanzania umeanza kuwa na marapa wakali kabla ya producer wakali yani. Kwa hiyo ilikuwa ni kazi rahisi. Baada ya pale sasa P-Funk akamaliza studio yake. Ikaonekana huyu jamaa ni mnoma. Lakini baada ya kulay vocal pia bongo Dar es Salaam ili ni watamanishi, kumbuka kipindi hiko na sio wenyewe tunapomulia mipira. Kwa kila mtu anatafuta opportunity ya kuweza kurekodia, kupata record deal. Kwamba jamaa kinakubali na maana nitakuwa na record bure afu tutakatana labda kwa mdosi, kienda tupeleka album sokoni. Kwa hiyo kila mtu alikuwa anatafuta nafasi kwamba dau ukiweza kukaa, uweze kukaa na P-Funk kirahisi ilikuwa. Ulikuwa uweze kukaa na P-Funk rahisi, uweze kukaa na Master J rahisi. Kirahisi. Kwa hiyo ilikuwa ni kwamba ukipata ile nafasi hapa ndo nimekana B12 hapa nimekana Adamu Mchongo. Ule uwezo wako wote na nusu unaonyesha baba. Nikawagonga na mistari mingi. Hatari sana ambapo ngoma gani hiyo sasa? Niko na nyingi. Na mavesi hadi leo hajarekodiwa unataka kidogo. Profesa na hakika ukumbuki. Na uhakika ukumbuki. Nini kitu gani? Mimi nakupa nyuma zaidi ya bongo Dar es Salaam. Twende. Break it down yo. It's going down. Unataka nipande kwenye mdundo? Au tutoe? Tuanze tu. Wait, nani hapo? Kwanza mnanipa mizuka, nimesafiri kutoka Mikumi. Mliopo juu na ngoja chini najua mwezi kuamini. Na mkichelewa na wafuata juu kisha na wavua bikini. Nia ipo tena ni ya kidini na nina hasira kukata kilimi na hili ni pigo la kwanza kutoka kambini, nasikia wengine wanaingia mitini. Jemo to chini shupavu nipatie mpini, pumbavu nibakata maini, mtimkavu nipo makini hapa mjini. Maana na njia kushoto kulia nazuka kama Mr. Bean. Usiulize kwa nini. Elewa mzuchi nataka kutoa tathmini. Bwana nitakuchinja. Noma sana. Profesa J yuko live via Double XL Clouds FM. Unavyoishi kipenzi sina mashaka. Tulipanda milima tukanya panya mabonde na sasa ni tambalale tupate kwanza wakone. Kwanza ninapokuta pombe mwagina migini. Njona tupatie tufe kwa wili. Ushangai tukigombana tu wanafurahi. Na tukiwa pamoja na shindwa kutusebai. Walishakuja kwangu kunipa habari zako. Nikawaambia hiyo kwa jina heshima zako. Wanageuza kibao. Changanua mapema upime akili zao. Maisha yote Kongoje. Maisha safari ndefu sijui mbele kukoje. Wanasema mimi nakunywa wewe. Nalala kwenye bar. Wanasema mimi ni bingwa wa ngono kwenye mitaa. Wanasema mimi nimeshawataka. Wamekataa. Piga goti ndio twende kwa superstar. Sema uwe na meme. Mama. Wanaleta majungu wachane na mimi. Kwa nini? Sema hataki kuniamini. Mama. Siko pamoja mpaka siku ya mwisho, wanze wewe au mimi.
Niamini. Sema. Nataka uwe na meme. Mama. Watu wenye fitina wanaleta majungu, wachane na mimi. Sema. Utaki kuniamini. Mama. Leo ziko pamoja Mpaka siku ya mwisho. wazewe au meme. Go prof. Go prof. Go prof. Go Jesus. Go prof. Jesus. Go prof. Bwana noma sana. Noma kilo 8 na nusu. Amazing. Nipunguzie. Bwana Sehemu hata nusu hivi. bwana hii ngoma hii bwana profesa beki zangu zilikuwa zikadi. Amini. Tuko pamoja safarini wewe sigeuki. I want to shout out to Fanani once again and again, man. That's right. Damn. That's right. Kuna tumesikiliza single ya Niamini ambayo ndio hiyo ambayo naendelea kuisikiliza, alafu kuna jina langu. Kabla ya hapo ilienda hewani Machozi Jasho na Damu, iliruka ilikuwa track ya 3. Na msikiliza Bongo Dar es Salaam ya pili, ya kwanza ilikuwa ni Ndio Mzee ambaye amshirikisha Babu Ayubu. Amazing. Fuatilia hivi na gundua profesa, masuala ya siasa ulianza kuweka kwenye ngoma kitambo. Ilikuwa ni dream yako siku moja kuwa mwanasiasa au? Kitu ambacho nilikuwa nakifanya ni kwamba mimi nilikuwa inspired sana na mtu kama Bob Marley, nilikuwa inspired sana na watu kama Public Enemy. Mara nyingi walikuwa kiimba nyimbo za kutetea mtu mweusi, zilikuwa zinatetea haki na vitu vingine kama hivyo. Kwa hiyo nimekuwa kwenye mazingira hayo ya kuimba nyimbo ambazo zinahusisha jamii yangu moja kwa moja. Na jamii ni nini? Jamii ndio mazingira kama haya, siasa kila kitu, sababu kila kitu ni siasa. Maisha ya wanafunzi siasa, maisha ya nini siasa, maisha ya kodi siasa, kila kitu na hivyo. Kwa hiyo nilikuwa nikijaribu kuimba kitu kisinihusu mimi moja kwa moja, lakini kihusu jamii zaidi kuliko mimi. Ndio maana nilikuwa nahusika hiyo. Kwa hiyo wakati natengeneza ngoma kama Ndio Mzee, nilikuwa nasoma form 5 Lutengano High School Mbeya huko. Ndio baba. Tukuyu mwanangu. Baridi. Katika kijiji cha Kisondela ambapo tulikuwa tukiogelea katika mto unaita Kipwe. Haiwezekani. Najua baridi yote. Kuna wengine walikuwa wanapiga neutral mzee. Si unajua tena mambo ya bush. Mtu anaamka asubuhi anaosha macho tu, inakuwa mwili wote unakuwa anaosha macho. Kwa hiyo nilikuwa nikiona wanasiasa wakija kule na kuahidi vitu ambavyo kwa kijijini vilikuwa very impossible, haviwezi kutekelezeka na vitu kama hivyo. So nikaona kwa nini watu wanadanganywa na naona kitu ambacho hiki hakiwezi kutekelezeka. Kwa kabidi nitengeneze wimbo ambao utatoa maana ya moja kwa moja kwamba jamani vitu mnavyoahidiwa haviwezekani. Ndio nikasema mabomba kutoa maji na maziwa. Nikasema bana tutapanga barabara 5 juu na chini, wakati hata barabara ya kawaida tu haiwezekani. Na vitu vingine kama hivyo. Kwa hiyo nilitaka nionyeshe kwamba hivi vitu vyote vilikuwa impossible kwa wanasiasa walikuwa wanatumia lugha ambayo ni tamtamu ambayo haiwezi kuwasaidia Watanzania. Yaani profesa anapoongea kabakiza tu ndugu mwenyekiti. Yaani ndugu mwenyekiti ndo bado. Au vipi bwana? Lakini that's what I'm saying. Mheshimiwa Speaker noma. Kwa hiyo nimejikuta nimekulia kwenye mazingira haya na ndio maana ngoma zangu nyingi ukizisikia hata nikijisifu najisifu, lakini si kwa sababu hip hop ina tabia kujisifu. Unajua uwezo kusema tu Adamu mchomvu mkali kuliko Professor Jay wakati unaimba. Lazima useme bwana mimi ndio noma kabisa. Mimi ndio niwewe kutokeaga. Naweza nikaingia kwenye ubongo wa Mama Juicy na kutengeneza watu wa hip hop na kutengeneza. Na vitu vingine wasada bwana mwanangu yule umepitilisha. So hii album ilikuwa ina single 11 na kila single ambayo ilikuwa inaenda kwenye radio inakuwa ni hit. Ulikuwa unafaidika nazo vipi? Kitu kilichokuepo ambacho sasa hivi sikione ni kwamba kipindi tunarekodi hizi ngoma tulikuwa tunatafuta umaarufu kwa gharama yoyote. Na jinsi ya kupata umaarufu sio kwa kiki ambavyo wasanii wa sasa hivi wanafanya, kwamba nifanye kitu kiko negative kwenye jamii ndio niweze kuandika kwenye magazeti, kwa sababu kipindi hiki hata magazeti hakuna. Radio stations zilikuwa zina support muziki zilikuwa chache, kwa Clouds FM nadhani tulikuwa hapo watu walikuwepo. Tulikuwa tunapata platform ilikuwa ambayo tunaitumia ni labda DJ Bon Love akatoa na disco lake Kilimanjaro Hotel, kule tunapata nafasi za kuna nini. Na kipindi hiko ndio zimeanza hizo mambo club, umezisikia Blue Palms na nini. Ndio watu wakishua walikuwa wanaenda huko. Kwa hiyo ili uweze kupata hizo nafasi za kuperform tu, unataka kujulikana, ndio tulikuwa tunatafuta nyimbo kama hizi. Kwa hiyo ilikuwa lazima utengeneze kitu ambacho kitakuwa kitaweza kumshawishi mtu yote kuweza kuingia katika game na wewe ukajulikana. Kwa hiyo tulikuwa tunatumia nguvu zetu zote, akili zetu zote kuweza kujisaidia kwa ndani. Kimaslahi hazijasaidia sana hizo nyimbo, lakini zimesaidia kumtengeneza Professor Jay ambaye ametengeneza legacy katika muziki huu, ambaye anaheshimika na mtu yote, kwa sababu ukiongelea Bongo Flava usipomtaja Professor Jay nadhani watu wanaweza kaandamana kama ilivyokuwa Burundi na kama kweli kama kwa kinakili wanzenza. Wewe kama Professor Jay ambaye sasa hivi pia siasa ni sehemu ya maisha yako, ambacho kinatokea Burundi kwako ni somo gani inabidi tujifunze wa Tanzania? Kitu kikubwa na cha msingi sana. Tuko kwenye kipindi kibaya sana kwa sababu wakati anatokea Burundi hivi ndio mwaka wa uchaguzi ambao sisi pia tupo. Tunatakiwa tuwe extra careful. Kumekuwa na dalili nyingi sana za kuonesha kwamba kuna hali ambayo sintofahamu inaweza kutokea kutokana na uandikishaji uliokuwa slow.
BVR zinaonekana bado haziwezi kukidhi, ziko chache, Watanzania wako wengi. Kwa hiyo ningeomba tu wito wangu kwa Tanzania kuwa na subira, lakini pia na serikali kuangalia linalowezekana ili kuweza kufanya na kuifuata katiba kama inavyosema. Kwa sababu uchaguzi kama mwaka huu unafanyika tarehe 25 mwezi wa 10 ulikuwa unajulikana tangu mwaka 2010 baada ya uchaguzi ule. Maana ikiingia serikali ile wa viongozi wa 2010 walikuwa wanajua kwamba uchaguzi unaofuata utakuwa lini. Wanataka serikali yetu wajipange kwa ajili ya mambo. Kwa hiyo ningeomba bado tuna fursa, ingawa miezi imebaki michache, wajitahidi kuandikisha Watanzania wote kwa sababu ni haki ya kila Mtanzania kujiandikisha na kuweza kupiga kura kwa sababu kura yako ndio maisha yako. Kwa hiyo ningeomba tu Watanzania na serikali kwa ufupi iweze kutumia hii kitu kuandikisha watu kwa haraka na wote waweze kupata haki yao ya msingi. Baada ya matokeo ya mwaka 2010 ilikuja kugundulika kwamba mbali na vijana kujitokeza sana kwenye kampeni lakini hawakujiandikisha kwenye daftari la kupigia kura. Kupiga kura yao. Unatuambia nini? Unajua vijana wengi walikuwa kidharau especially mijini wakiona kwamba siasa haiwahusu. Narudia tena sentence yangu kwamba siasa ndio inaongoza kila kitu katika kila nchi. Na ni haki ya kila kijana, ni haki ya kila mzee, ni haki ya kila mama, ni haki ya kila Mtanzania mwenye umri uliokuwa umezidi miaka 10 kuanzia miaka 18 na kuendelea kupiga kura kwa sababu ni ndio maendeleo yako na ndio maisha yako. Na ukipiga kura sasa hivi maana yake unajisaidia wewe, unasaidia watoto wako na unaweka mazingira mazuri ya watoto wako. Kwa hiyo ni haki ya kila mtu kwa sababu Watanzania tumezoea kulalamika tu, tumekuwa watu wa kucomplain, bwana ingekuwa hivi, lakini wewe ndio umesababisha kwa sababu wewe ndio umemweka wewe madarakani mtu ambaye anafanya vile. Maybe mimi na wewe na yule tungepiga kura tungesema yule afai, asingeweza kuwa pale, tungetafuta mtu sahihi kutokana na mazingira yetu. Sababu sasa hivi matatizo yamekuwa mengi, kama umesikia dola imepanda sasa hivi na tunasema inabidi ulipe vitu kwa dola, maisha yamekuwa magumu. Maisha yamekuwa magumu na ni kwa nini magumu? Kwa sababu Tanzania tumeona kwamba hatui wazalendo na hatutaki kushiriki moja kwa moja katika maendeleo ya nchi yetu. Tunategemea mtu atoke mbali kuja kutusaidia kitu ambacho sio sahihi. Kwa hiyo tukianzia kwangu na wewe na kila mmoja katika nafasi aliyopo, aangalie kwamba yeye ni muhimu na yeye ndo anaweza kuleta mabadiliko na maendeleo ya nchi. Utaanzaje kuleta maendeleo? Maana yake ni kwamba lazima ujiandikishe, lazima ukapige kura ili mtafute kiongozi unayedhani kwamba anaweza kaisaidia jamii hii. Tukipata viongozi wanaweza kusaidia hivi, basi tutaweza kukaa vizuri na kuweza kubaliana nao jinsi ya kupeleka taifa Tanzania tunayoitaka. Nadhani doesn't hana swali la niongeza. Atafuata baada ya dakika 0 Double Excel Clouds FM. Kaa chini tafakari, kipi tunafanya wakongwe wa zamani? Kuna watoto wake kwa wakume dada nyumba, say hello hello, juna tuimbe kwa furaha kwa pamoja. Here we go, to the house. Yo, mambo sadaka hakuna wakuzuia HBC DJB so CD inapotumika zulia. Okay, mpende ya kupenda Musu kwa kupenda kafeli achana naye, chuna boost nataka mengine mwambie njoo baadaye. Piga makofi. Clap your hands, please. Clap your hands. Clap your hands. Clap your hands, please. Hey yo, D. Clap your hands. Piga makofi. Yo, piga makofi. Mama la piga makofi tafadhali. Piga makofi. Aya, piga makofi. Piga makofi. Mama piga makofi tafadhali. Piga makofi. Piga makofi tafadhali. Kahaba, piga makofi. Saga, piga makofi. Watu wote piga makofi. Na wanapiga makofi tafadhali. That's right. Double Excel Clouds FM, Professor J yuko hapa. Professor wakati ngoma ya nawakilisha inaruka hewani, alikuwa ananipa story na ananiambia kwamba kipindi hicho alikuwa anatoka kwenye interview akamkuta AY anamsubiri yani unajua zile yani. Kuna blaza Zile. Na Black Rhino ilikuwa ni mara yake ya kwanza kuingiza vocal. Ndio alifanya kwenye hii single ya nawakilisha. Na amefanya poa sana. Yaani ukitaka kujua kwamba kipindi hiki watu walikuwa na njaa, AY nilimwambia bwana nitakushirikisha kwenye ngoma yangu. Nilikuwa nafanya interview kama hivi, nimemkuta wakati kitega uchumi na mkuta kwenye ngazi, anambia brother na ile verse na nishaimeza. Kwa hiyo hata Adili pia ndio kwanza mwanzo kabisa kufanya Black Rhino, naye pia unaweza kuona ni verse yake ya kwanza ambayo alikuwa anafanya katika hip hop. Kwa hiyo unaona kwamba albamu hii imetoa watu mbali, na pia Marem Complex Mwenyezi Mungu alisema alishiriki kwa sababu ni vijana ambao walikuwa wanafanya vizuri kwa kipindi kile. So it's like that. Young Mreno anasema moja ya albamu zangu bora kabisa muda wote ni hii hapa, Machozi Jasho na Damu, kutoka kwa kaka mkubwa Professor JTZ, ambayo ilitoka mwaka 2002. Moja ya tukio ambalo nalikumbuka kuhusu albamu hii ni kwamba brother yake anaitwa Aaron
alinunua kwa shilingi 500 ikiwa katika mfumo wa kaseti. Lakini yeye Young Mreno nikamuuzia jamaa yangu fulani hivi kwa shilingi 300 ili nikacheze kamari ya karata. Basi bro alinipiga hadi akanivunja mkono. Lakini baadaye alifukuzwa nyumbani kwa mzee. So brother pia alikuwa anaikubali sana hii album, ndio maana alipata hasira sana baada ya mimi kuiuza, japo na mimi pia baadaye nilijua nimefanya kosa kubwa sana. Amesamehewa, yuko nyumbani na maisha yanaendelea. Shout out kwa Professor J. Hicho ndicho ambacho nakumbuka kuhusiana na the album. That's right. Mimi nakumbuka show ya Professor J ilifanyika AAA Club Arusha. Na AAA ndio kipindiko mpya yani, unajua zile. So Professor show imeandaliwa pale nini? Mimi nilikuwa najivuta mdogo na washikaji kwamba tunasogea kwenye show. Ile tunafika pale AAA, geti limefungwa, hawaruhusiwi tena watu kuingia. Yani kwa kifupi ulitengeneza historia ambayo sidhani kama kuna mtu yote ameivunja mpaka leo hii. Sidhani kama iko hivyo, kwa sababu hata ukiongea na Papa King anakwambia ile haijawahi kutokeaga tena. Sababu hata waliokuwa ndani ilikuwa ni tatizo. Nakumbuka hata AC zilianza kutoa joto badala ya kutoa mufindi wa kutosha. Na unajua kilichotokea, nakumbuka tulikuwa na Crazy GK pia alisahau CD kumpa DJ. Ilikuwa ngumu kutoka pale alipokuwa kumove kwenda kumpelekea DJ CD iweze kupiga show. So naikumbuka hata mimi mtu mzima, nakumbuka mambo mengi sana. Na unaweza kukumbuka pia love ile kwa sababu wasanii pia walikuwa na support, wanajitokeza kwa wingi, walikuwa wengi pia na vitu kama hivyo. Wakati nasikiliza single ya Taka Moyo, nikagundua swala la umoja wa wasanii umelizungumza kwa muda mrefu sana. Na kitu ambacho ndio maana nilikuwa nasema napenda kuimba vitu vinavyohusu jamii na wanizunguka. Niliona wasanii wengi sana wamekata tamaa. Katika hii ngoma kama mnamjua Fid Q alishakusemaga asante bwana Joseph kwa kunirudisha njiani. Lakini kwenye Nataka Moyo hapo umesikiza verse moja tu, lakini kuna verse ya pili ambayo ndio ilimpa matumaini mapya Fid Q. Mamangu alienda akawa anafanya kazi Mwanza, alihamishwa kule kikazi, tukakaa kule kwa muda, kwa nikutana na Fid Q katika mtaa, tukiwa tunachana mtaani. Akina Fido, kina nani, watu kibao ambao walikuwa Mwanza, Wipo na watu wengine. Kwa hiyo kilichotokea nilikuwa najua Fid ni mkali, lakini nilipokwenda kule nikamkuta Fid amekata tamaa na anataka kuchana madaftari yake rhyme. Nadhani siku moja anaweza kaja hapa kuongea. Ndio. Kuna mstari alishasema asante Professor J kwa kunirudisha kundini. Yani kitu kama hicho. Kuna katika verse ya pili kuna mstari nimesema Mr. 2KU Fid Q DPT Crew TQ tufanye mavitu kwani wakati ni huu. Sogi Dogi Easy Dress my brain na add clue. X Plasters Human Nature Manzese Crew. Tough B Sauce B Killer B na Steve B Master B Master T Tough B Sauce B Killer B na Master T Kaz T. Ray C Zabi na Young D. Sasa katika wale watu nilivyokuwa na mention manake nawapa shout out. Unajua kina KU ni kwanza unit, DPT Crew ni diplomats, kwa hiyo watu wakubwa. Na Fid Q kwa sababu nilikuwa naye Mwanza wakati ule nikamuingiza huko nikampa matumaini, jamaa katoa album katusua. Alafu naye bado ananitaja na mimi manake na mimi nishakuwa somebody. So ilikuwa imempa nguvu nyingine ndio maana akaweza kurudi. Kwa ngoma kama Nataka Moyo ilikuwa inaonyesha kwamba tuko wasanii kwenye mazingira magumu, lakini tunahitaji unit na vitu kama hivyo. Ndio maana ilikuwa Professor J bado yuko hapa. Watu wanasema hawadhani kama kuna album nyingine yoyote inaweza kutokea nzito kuliko ya Professor J, lakini Prof mwenyewe labda tuambie kuna album gani nyingine ya msanii wa Kibongo ambao unaona hii album nzito sana, kajitahidi sana. Nisema kweli kwamba kuna album nyingi ambazo ni nzuri, lakini kuna album kama ya AKA Mimi Angwea Rest in Peace Albert, yani kufunga album. Lakini pia kuna album ya J-Mo na Ulimwengu ni Mama. True. Album, lakini pia Solo Thing alikuwa na album yake ilikuwa inaitwa album Homa Dunia. Yani mule ndo unaweza kuona watu walikuwa wanaandika. Pia album ya Nature Nini Chanzo, unaweza kuikumbuka ile album ilivyokuwa na vitu kama hivyo. Lakini pia Mwana FA alikuwa na album yake ya Mwana Falsafani. Yani maandishi wakati ule alikuwa ni maandishi ambayo yanaweza kuishi miaka yote. Maana leo unaona tuna enjoy hapa, lakini maandishi ya muda mrefu sana. Ni kweli. Na wakati wote tulikuwa tunaangalia kuweka legacy. Mimi nilikuwa naandika nyimbo ili ziweze kukaa miaka mingi hata kama mimi sitakuwepo. Na kwa matumaini haya ninavyosikia hata nyinyi mnaimba kwa shangwe, unaonyesha hizi nyimbo bado zina miaka mingi. Bwana wewe. Mimi mtu aliyonishangaza ni bwana Askofu hapa, anaenda paka intro na outro paka beat nataka kujua hizi nyimbo zinataka kuishi miaka mingi. Kama katika album kama ulikuwa na cassette wakati ule kulikuwa na interlude moja hivi. Kuna katoto kanaimba jina langu afu kanakoa. Kale kadogo kalikuwa kana miaka 5, lakini sasa hivi ya yule dogo ilikuwa form 5
huko ndani Alpha anaitwa J Junior, lakini jina lake ni Haji Mwinyi. Kwa alikuwa amezaliwa mwaka 96. Kwa hiyo mwaka 2000 ule tunatengeneza ile ngoma, alikuwa na miaka 4. Na tuliweka ile intro kwa sababu alikuwa anapenda kuimba jina langu aige, lakini akashindwa, akapaliwa na mate. Unaona hiyo original ndio hiyo inayotakiwa. Utaweza kujua jinsi gani ambavyo Majani alikuwa mbunifu na vitu kama hivyo. Lakini kwenye album pia Machozi Jasho na Damu utakuta tuko na interlude nyingi, na zile sauti zilikuwa zinasikika. Kulikuwa na Babu Ayubu, kulikuwa na Seki pia kwa nafasi tofauti. Kwa watu wengi wali play part kwenye ile album, na unaweza kuona tulivyokuwa tunaweza kushirikiana na vitu kama hivyo. Mheshimiwa Speaker, endelea. Tuna dakika 10 tu kabla ya kumalizana na Double XL leo, kwamba right nyimbo zake zingekuwa zinatoka now, Professor J angetisha sana. Ni kali, ni full fasihi. Shikamoo Professor J. Prof, hauwezi ukarudi Mkito pale na kusema bana sasa sikilizeni bana. Chukweni hizo ngoma tano na kwanza niangalie msimu huu wa miezi kadhaa itakuwa wagwan. After that leta tena zingine 5. Kuna idea hiyo na tulikuwa tuna mazungumzo, lakini kwa sababu ya ratiba zilivyo kwa hivyo, so watu wengi wewe uko mbali Mikumi, wewe acha mimi nisimamie, toa baraka zako hapa alafu tuone. Utanipiga. Sawa, tunakutekea kila laheri kwenye bishe zako za siasa na kuingia pale bungeni. Najua Morogoro 88.7 wanasikiliza pale Mikumi. Bila shaka. Kuna chochote cha kuambia? Niwaambie tu ndugu zangu, sio kwa wana Mikumi peke yake, hili ni muhimu sana kwa Tanzania wote kulizingatia. Okay. Huu ni mwaka wa uchaguzi, tudumishe sana amani iliyopo, lakini niwaombe sana wa Tanzania. Kura yako ni muhimu sana, kura yako ndo maisha yako, maendeleo yako, wewe pamoja na watoto wako na watoto wa watoto wako. Kwa hiyo inapofika muda katika mkoa wako unajiandikisha, BVR imefika kwako, tujitokeze kwa wingi sana bila kuangalia itikadi, bila kuangalia dini, tukajiandikisha kwa wingi ili tuweze kupiga kura itakapofika tarehe 25 mwezi wa 10. Huo ndio wito wangu kwa Tanzania wote, na hili ni la msingi sana kujiandikisha ili tuweze kupiga kura kuchagua kiongozi atakayeleta mabadiliko na maendeleo ya Tanzania yetu. Kila laheri bro. One love. Tomorrow kwenye Crazy Friday tutakutana saa 7 hadi saa 10. Au sio bana? Ndio. So kama kuna maswali mengine ya Professor J tunamalizana. Mimi na swali moja kwa professor, I mean mawili, matatu si manne. Sema itakuwa offline. Ni follow ni kwa Instagram, mtajua nataka kumuuliza nini, if you know what I'm saying.